Vipi mdo popote ulipo, ni matumaini yangu kwamba uko salama kabisa, na karibu sana katika channel yetu ya Cambodia TV Vlog. Na kuambia siku zote kazi yetu ni kukuletea habari ambazo zina trend kwenye mitandao na habari ambazo zina trend huko ground kabisa. So Cambodia TV wanga tunasikiza ground, alafu tunakupasha vile kunaendelea. So siku ya jana bana, taifa la Kenya tuliweza kupatikana na msiba bana, yani tuliweza kumpoteza baba wa taifa, na tumekuwa tukiomboleza kutoka siku ya jana. Lakini kuna vitu ambazo zimeweza happen kutoka siku ya jana, wakati wa Kenya tuko busy kuomboleza the former Prime Minister Right Honorable Raila Amolo Odinga. So serikali kuna vitu ambazo imeweza kuzifanya ambazo tusipozitilia maanani kisha baadaye inaweza kuja kuleta lawama. Lakini kitu cha kwanza ilikuwa ni red flag, cause hizi habari hatukuzipata rasmi kupitia serikali ya Kenya. Kifo cha Raila hatukupata hizo habari kupitia the Red Channel. Tulianza kusikia fununu ni nini, maselebo wakaanza kuposti vitu kama hizo, ndio serikali ikakuja kuconfirm baadaye. Lakini unajua Raila alikuwa public figure, na so mtu wa kwanza tupashe hizi habari ilikuwa inatakikana kuwa ni serikali ya Kenya. Lakini hapo serikali iliweza kutuangusha kwa namna moja ama nyingine, lakini si wakati sahihi wa kutupiana lawama. Lakini siku ya jana bana, mambo mingi iliweza happen wakati ambapo Wakenya walianza kufocus sana na kifo cha mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Huko serikali ilifanya vitu zingine hapo chini ya maji, Wakenya bila kujua. Kuna 8 bills ambazo ziliweza kusainiwa jana into law. So Rais Ruto jana aliweza kusain 8 bills into law. Hizi bill ni gani? Bill ya kwanza ilikuwa ni the Computer Misuse and Cyber Crimes Amendment Bill 2024. Hapa ni ule uhuru tu wa kuposti vitu zenye unatakanga eti kutusi mara rais, vitu kama hizo. So hizi ni ngori sana, yani unaweza chukuliwa hatua moja hatari sana, au sio? Na kuna the Privatization Bill 2025. Privatization Bill 2025. Hapa si unajua siku hizi serikali imekuwa ikiprivatize zile parastatos. Wanauza zingine wanazifanya zikuwe private, vitu kama hizo. So hivyo hiyo ishakuwa inasainiwa into law. Haya, bill nyingine ilikuwa ni the Wildlife Conservation and Management Bill 2023. Kuna National Police Service Commission Bill 2024, na kuna Air Passenger Service Charge Amendment Bill 2025. Kuna Virtual Asset Service Providers Bill 2025, na kuna the National Land Commission Bill 2023, na kuna the Land Amendment Bill 2024. So hapo mtu wangu ujue kuna bill ambapo hapo hivyo zimeweza kufanywa into law, na zingine zitakuja kutusumbua pale baadaye. Kama hii ya mambo ya Computer Misuse and Cyber Crime Amendment Bill 2024 maze ishaanza kufanya kazi. Siku ya leo kuna jamaa wa kwanza bana ambaye pia ameweza kukamatwa na serikali ya Kenya, ambaye anafahamika kama Bernard Korir. Aliweza tu kuposti venye tumezoea nini, lakini ashabamba. Kwa hivyo tutegemee mambo tofauti after tushamaliza kumpumzisha mzee wetu Right Honorable Raila Amolo Odinga. Hivyo ndo Rais Ruto bana aliweza kufanya wakati tunaendelea kumomboleza Raila Amolo Odinga. Sijui kama ni ungwana, yani kama rais pia angengojea ya kwanza tumpumzisha mzee wetu, ndio sasa akuja sign hizo bill zake. Kama ni lazima sign, angekuja kusign baadaye after Raila Amolo Odinga ashapumzika, unaona. Lakini yeye aliona acha itumie hiyo fursa wakati ambapo tumefocus sana na kumpoteza Raila, na yeye afanye mambo yake ikuwe baada tu ya kumaliza kumpumzisha mzee wetu na kufocus vitu zingine, yeye atakuwa ashaanza kutekeleza zile sheria ambazo ashazisign into law. Sijui unachukuliaje hiyo issue ya Rais Ruto, lakini pia ni kawaida tu, mambo waga iko hivyo. Kila mtu kwa mission zake, na kuna wenye wanataka kuteka advantage ya hii story. So sina mengi, lakini unaweza nipatia maoni yako pale chini kwenye comment section, na kama ndo mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel yetu mtu wangu, na kuomba take a second or two and consider subscribing. Sina mengi mdau, acha tupatane tena kwenye next video. Adios.